wa ibn Abbas radhiyallahu anhu, kutoka kwa Ibn Abbas radha Mwenyezi Mungu zimwendee, ani nabii sallallahu alayhi wasallam annahu qala, Ibn Abbas asema, alisema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, al-yawmu alladhi ghafara Allahu fihi li Adam alayhi salam, siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alimsamehe baba yetu Adam dhambi zake, kwa sababu Adam alipoambiwa aingie katika pepo alihalalishiwa mijiti yote ale, isipokuwa mjiti mmoja tu, nao ni shajaratul khuldi. Ibn Kathir rahimahullah anasema katika kitabu chake Qasasun al-Anbiya ukurasa wa 18, Mtume anasema mjiti huo urefu wake ni 1000 kwenda juu ni 1000 urefu wake, lakini mama Hawa aliupanda kwa ujasiri wake, akaenda akachuma mjiti tunda, akaja akampa baba yetu Adam. Sasa kwa kosa hili Mtume ndo anaeleza ile siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alimsamehe baba yetu Adamu, awwalun, ni siku ya kwanza, yaumu min Dhulhijja, ya siku ya Dhulhijja ambayo tulianza Jumatatu tukiangalia kufunga. Kwa hiyo ile Jumatatu ambayo tulianza kufunga, basi ni siku ile ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alimsamehe baba yetu Adam makosa yake. Na hata ukienda katika kitabu cha Ibn Qayyim al-Jawzi rahimahullah, Ighathatul Lahfani min Masail ash-Shaytani, juzuu ya kwanza ukurasa nambari 4, Ibn Qayyim al-Jawzi anaendelea kwa upana au anazungumza kwa upana katika toba ya baba yetu Adam alayhi salam. Naam, man swama, atakayefunga siku ya kwanza ya Dhulhijja, ghafara Allahu lahu kulla dhanbi, Mwenyezi Mungu atamsamehe kila dhambi aliyofanya, isipokuwa madhambi 7 yale makubwa, jitalibu sab'at mubiqat. Na Mwenyezi Mungu anasema katika sura An-Nisa, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffiru ankum sayyi'atikum, mkijiepusha na yale madhambi makubwa niliyokukatazeni, haya madogo madogo tamu msiniombe toba, mimi nitakusamehe. Sasa kwa mujibu wa hii ya kwanza, atakayefunga atasamehewa yale makosa yake aliyoyafanya, ambayo ayajua na asiyoyajua, ambayo ni madogo madogo, isiyokuwa yale madhambi 7 yale makubwa.